Okay, kuna hili kosa ambalo waga tunalifanya mara nyingi sana, especially linapofika swala la kuchagua mtu wa kuwa naye kwenye mahusiano. Unajua mahusiano hayajawekwa kwa lengo la kukufurahisha wewe tu. Hata kama mahusiano yanaweza kukufurahisha, lakini lengo kuu la mahusiano, Mungu ameweka mahusiano yawe kama sehemu ya kukusaidia pia kukamilisha purpose au destiny ambayo Mungu amekuumbia wewe. Ukikosea kwenye kuchagua mahusiano ambayo yanaweza yakakusaidia kukamilisha purpose au destiny ambayo Mungu amekuandalia, unaweza ukajikuta unaingia kwenye mahusiano ambayo yanaweza yakawa ni sababu ya kuharibu au kukuzuia kufika kwenye destiny au kuifanya ile purpose ambayo Mungu amekuandalia. Please pay attention. I want you to understand. Kwa nini waga tunafanyaga haya makosa? Nimekuja kugundua kitu kimoja. Wengi waga tunaingia kwenye mahusiano kabla hata hatujajijua sisi ni wakina nani. Unajua ukishindwa kujijua wewe ni nani, utashindwa hata kujua purpose iliyopo kwenye maisha yako, utashindwa hata kujua destiny ambayo Mungu amekuandalia. Na ukishindwa kuvijua hivi vitu, unaweza ukajikuta unachagua the wrong person. Unaweza ukajikuta unachagua mtu ambaye sio sahihi. Why? Kwa sababu wewe mwenyewe haujakaa kwenye position ambayo ni sahihi. Upo kwenye position ambayo sio sahihi bado. That is why unachagua mtu ambaye sio sahihi bado. So kitu cha kwanza ambacho waga napenda kuwaambia watu, kabla haujajiingiza kwenye mahusiano na mtu yoyote, tafadhali hakikisha umejipata. Tunapoongelea kujipata, hatuongelei fedha. Tunapoongelea kujipata, tunaongelea kujitambua, kujijua wewe ni nani, una mipango gani, unataka kwenda wapi, unataka kufika wapi. Kwa mfano, umeshajijua kwamba mimi naona ndani yangu ni kama natamani kuja kuwa kiongozi. Yaani kuna hii push ambayo inakuongoza kwenye uongozi. Na unajua kabisa uongozi ambao unataka kuwa nao maybe ni uongozi wa nchi. So, natakiwa kuwa kwenye uhusiano na mtu ambaye atatunza reputation yangu, hatonifanya niongelewe vibaya. So ukiwa unachagua mtu, hautachagua tu mtu wa klabu, hautachagua tu mlevi wa ovyo ovyo ambaye akilewa anatukana matusi. Why? Kwa sababu unajua huyu nikichagua nikawa naye anaweza kawa ni sababu ya kuharibu hata sifa ya uongozi wangu. So utachagua mtu kulingana na sifa au kulingana na wadhifa wa vile wewe ulivyo. Umejijua mimi ni mtumishi wa Mungu. Huwezi kwenda kumchukua mtu huko wa ovyo umlete eti useme nitambadilisha kwa maombi. Na ndio kitu ambacho waga kinatokea kwa watu wengi sana. Tuna hiki kisingizio cha kusema kwamba Mungu amesema ombeni lolote nanyi mtapewa, lakini waga hatumalizi the whole verse. Anasema hivi, ombeni lolote sawa sawa na mapenzi yangu. So kuna mtu mwingine ni wewe umemleta kwenye maisha yako kwa sababu ya mapenzi yako, sio kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. You can't change that person hata ukiomba vipi. Mtu habadilikagi kwa sababu wewe umemwombea. Not saying Mungu hawezi kubadilisha watu, lakini Mungu waga anabadilisha mtu kwa majira yake, taratibu, hana haraka, child of God. Sasa mtu anaweza kawa amekusudiwa kuja kubadilika mwaka 2050. Wewe umeanza kuingia naye kwenye mahusiano 2025, una miaka 25 ya kumvumilia akiwa na hizo tabia. Utaweza? Na ukishajua purpose, ukishajua destiny, utaona kabisa hapa sio sahihi. Sio kwamba huyo mtu hawezi kuja kubadilika, atakuja kubadilika, lakini si kwa mapenzi yako, atakuja kubadilika kwa mapenzi ya Mungu. Haujanielewa? Haujawahi kukutana na wale watu ambao wanakuja kumjua Mungu au wanakuja kuokoka wakiwa na miaka 50, wakiwa na miaka 60? Haya, kipindi chote cha ujanani walikuwa wapi? Walikuwepo duniani, wanaishi vizuri na Mungu hakuwakatia tamaa, kwa sababu alijua kabisa huyu nitakuja kumbana akiwa na umri fulani. Na wewe ndo unakuja kumpata huyo mtu ukiwa na miaka 25. Una kazi ya kuja kumvumilia mpaka atakapofikisha miaka 50, miaka 60. Wewe unajichosha. Sio kwamba Mungu hataki kumbadilisha, atambadilisha, lakini sio leo. Kuna wakati atambadilisha. Sio kwamba Mungu anamwazia mabaya, anamwazia mema, lakini hawezi kumbadilisha kwa sababu yako. Mungu anabadilisha watu kwa sababu yake mwenyewe binafsi.
hambadilishi mtu kwa sababu zako wewe binafsi, kwamba eti you want to enjoy. You see, we have this thing ambayo ni very selfish. Tunapoingia kwenye mahusiano tunajitazama sisi tu, so hata mtu unataka abadilike akufananie wewe au akufurahishe wewe. Shida ndo waga inaanzia hapo, lakini Mungu anakuwa amempangia kusudi zuri tu mbele ya safari. Kuna mwingine umeingia naye kwenye mahusiano, we unajisikia kupumzika kwamba nataka nimpate mtu nitulie, alafu ndo unaenda kuanguka kwenye mikono ya mtu ambaye Mungu bado anaandaa ushuhuda na huyo mtu. Mlevi, ana tabia za ovyo, ana kila aina ya uhuni, rafiki yangu. Mungu anaandaa ushuhuda kwa huyo mtu, wewe unataka kustopisha ushuhuda njiani. Watu wangenielewa jamani. Unajua, takutolea mfano. Kuna mtu ushuhuda wake unaweza kaja kuwa hivi: namshukuru Mungu nilifanya kila aina ya uhuni, namshukuru Mungu alikuja kunitoa kwenye hicho kifungo. Alafu kupitia huo ushuhuda wake kuna watu wataokoka, na Mungu amedesign iwe hivyo. Kuna mtu ushuhuda wake utakuja kuwa hivi: nilipataga HIV ila namshukuru Mungu kwa neema zake nikapona. We unaingilia katikati, hata HIV bado hajapata, wewe unaingilia kati huo mchezo. Now you want to change the person. Nataka badilike awe mtu wa kanisani. Mungu akiangalia script, huyu sio kwamba hatokuja kanisani, atakuja, ila kitakachomleta kanisani ni hiki hapa. Now you want to change, unataka kufanya hiyo story iishie katikati. Huwezi kufanikiwa. Huwezi. Yaani ni sawa sana kwamba Mungu ameandaa rangi nyekundu, rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi ya njano, na wewe amekuandalia rangi nyeupe ila ukavutiwa na rangi nyekundu. Alafu katikati ya safari unakuja kugundua kwamba kumbe nilikosea, rangi yangu mimi ni nyeupe. Nao hautaki kwenda kwenye ile rangi nyeupe, ila unataka kuifanya hii nyekundu iwe nyeupe. Mungu akikuangalia anaona hata hiyo nyekundu niliumba kwa makusudi yake, sikukuumbia wewe, nilijiumbia mimi mwenyewe Mungu kwa makusudi yangu. So makusudi yakikamilika, kuna mahali nitaiweka. Wewe ya kwako ni ile nyeupe. Sasa ndo hatutakagi kukubali. Yaani hapo ndo changamoto ambapo ipo, hatutakagi kukubali.